Abraham akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekem. Wakana ni siku zile walikaa nchi hiyo. Bwana akamtokea Abraham, verse 7, akasema uzao wako nitawapatia nchi hii. Sasa wakati aliambiwa kitu very personal, akaambiwa kuna kitu nitakupatia, hiyo sauti hakucheza naye. Wengine wenu wakati Mungu anakuwa personal unacheza. Mungu anakuja hapa anakuambia nitakupatia kiroli, unacheza, unakosa kukipata. Nitakupatia nyumba Nairobi yako. Wewe unafikiria ni jambo gumu Mungu kukupatia nyumba hapa Nairobi? It's not an impossible thing. Hizi ni vitu zimetendeka kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kupata gari Nairobi, watu wamepata. Kupata hata kazi kubwa, mpaka kazi kwa ikulu ya Nairobi, kupata kazi kwa idara za serikali za juu, watu wamepata. These are not impossible things. Lakini sasa wewe ukisikia hiyo sauti, it depends on your reaction. Sikiza vile ilienda. Wakati aliambiwa very personal thing, Mungu akamtokea akamwambia nitawapa nchi hii na uzao wako. That is you and your children. This is your land. Naye huko akamjengea Bwana madhabahu aliyemtokea. For the first time, tangu Ibrahim atoke kule, aliposikia kitu imekuwa very personal, aliweka mark, spiritual mark. Akainua madhabahu, akatoa dhabihu kwa Mungu, na hiyo haiwezi kuondolewa. Akaweka mark. Mara nyingi tunaambiwa na Mungu vizuri ya kwamba unaona hii nyumba unapitanga hapa ukienda hii nitakupatia. Nasema hii asante Bwana, nimeshukuru. Haikwendi hivyo. Mtu anaendaga unatafuta kitu unapenda unapeleka kwa madhabahu. Unasema Bwana kwa ile sauti ya nyumba ile.